Mambo vipi mtazamaji wa NJTV? Leo niko mtaa Ilala Bungoni katika chuo cha uandishi wa habari. Nimekutana na dada hapa, atajitambulisha halafu nitamuuliza swali. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Jina lako? Naitwa Neema Samson. Okay, anaitwa Neema Samson. Unasoma darasa gani? Nipo diploma. Diploma 1. Nipo diploma. Naomba nikuulize swali. Je, ni kosa gani ambalo unahisi wewe ukilifanya linaweza kukutenganisha na familia yako? Kosa ambalo naweza nikalifanya likaniweka mbali na familia yangu, kwanza, kila familia inakuaga na mipaka na taratibu na kanuni ambazo zimewekwa kwenye familia, ambazo ukizikiuka zinaweza zikakuletea shida. Kwa mfano, mimi katika familia yangu kuna msichana au mvulana. Kwa msichana akibeba mimba, akitoa mimba, ni kosa ambalo linaweza likamfanya asiwepo nyumbani kabisa. Vile vile na kwa mtoto wa kiume, akibebesha mtoto wa watu mimba akamwacha, hilo linaweza likawa ni kosa kabisa kwa familia, ambayo hawezi akaendelea kuwepo. Lakini pia mabadiliko ya tabia njema alizokufundisha mzazi toka amekuzaa hadi ukubwa ambao umefikia hatua sasa, miaka ambayo wewe mwenyewe unaweza kufanya uamuzi wa kwako wewe mwenyewe. Tabia zinabadilika kwa sababu ya vikundi, unajiweka kwenye vikundi, unakuwa kuvuta bangi, yaani tabia zile mbaya ambazo hazipendezi wazazi na jamii kwa ujumla zinaweza zikakuweka mbali. Lakini unajua kuna wengine wanakuwa wamezaliwa kabisa na akili zao timamu, wanajua wao ni wakina nani, lakini wana mabadiliko ya kijinsia, yaani wanajibadilisha. Wengine wanajiweka kuwa matomboy, wengine wanajifanya kuwa mashoga, nasemea kwa upande wa kaka. Wazazi wanakuwa wapendezi na hilo, kwa sababu wanakuwa wananyoshewa kidole na jamii, wanaambiwa mtoto fulani mmemwona, siku hizi anabadilika, anafanya hiki na hiki na hiki. Nikiona inaonekana kama vile wazazi hawana mafunzo, hawana malezi, yaani mambo ambayo ni mabaya machafu ambayo yanaweza yakawafanya wazazi waonekane kuwa wazuri. Yaani ni jambo ambalo linaweka vijana wengi na watoto mbali na wazazi wao. Hapo kabla tujaenda mbali kwenye ile swala la tuseme, yani wanaume kuwa kama shoga. Unajua zile kuna wengine sio kwamba ni vile wanapenda hiyo, lakini yani kama hizo, yani wana hizo hormone. Yani kwa hiyo wanalizungumza. Unakuta ni hiyo, yani kwake ni hormone, ila mlazimu kuwa hivyo. Zaina njoo. Kuna waliozaliwa hivyo. Zaina. Njoo shika simu hapo mara moja. Zimebezi labda tuseme kwa mtoto wa kike, zimebezi kwa mtoto wa kiume. Wao ni sawa, kwa sababu toka amemzaa, hata jamii toka mdogo anaona kabisa huyu mtoto ana shida sehemu fulani kibiolojia. Hata hospitali wanaeleza kabisa mtoto akizaliwa na homoni za kiume, moja kwa moja ana base kwenye uume, yani anakuwa kama mwanaume. Yeye utamwona kama mwanamke, lakini yeye homoni zake zinapeleka kwa mwanamke hivyo. Lakini umezaliwa utimamu toka mdogo, wewe ni mdogo, tunakujua ni mdogo, umefikisha umri wa miaka 18. Sasa ukifikisha hiyo miaka 18, 17, 15 kupanda, wanakuwa watoto wengi wanakuwa na huruka ya kuiga tabia. Hivyo ndo zinazopelekea sasa ni mtoto wa kike anajifanya kuwa wa kiume, mtoto wa kiume anajifanya kuwa wa kike, ambacho ni kinyume na malezi au na maumbile ambayo Mungu amekuumbia, na jamii wanajua kabisa wewe ni mtoto wa kike, wewe ni mtoto wa kiume, basi unaenda kujibadilisha, unakuwa shoga, unakuwa tomboy. Ni jambo ambalo sio zuri. Na je, kuna yani mtu akishakuwa na hizo tabia na yani familia, yani kiufupi, kuna yani mwingine anaishi tabia ndio, lakini familia bado haijamtenga. Kuna wengine yani unahisi yani mtu unakuta na hizo hormone, lakini kuna shule zingine kwa mfano unakuta akishaona yani mtu mwenye dalili hiyo hawaruhusu mtu kusoma yani kwenye hiyo shule. Hilo wao wanalizungumziaje? Tuseme tu labda ni ukosefu wa elimu na uelewa wa watu. Mtu ukimwelewesha kwamba huyu amezaliwa hivi na hivi na hivi, anaweza akaelewa. Kwa mfano amezaliwa na biological ya males kuliko wanawake, hiyo ni elimu. Lakini kwa mtu ambaye kabisa amezaliwa mzima, hata wewe mwenyewe katika jamii unaona jinsi watu wanavyokuwa wana reaction, yani wana react tofauti kabisa na jinsi tunavyokuwa wengine wanavyo. Yani kwanza akiwekwa hapo mtu ambaye huyu
amepata tatizo katika kibiolojia na huyu amepata ukubwani kulingana na hulka za marafiki na nini. Ni watu wawili tofauti, wanatofautiana. Hata wewe ukiwaona wakiwa wamesimama pale au wanatembea, ni watu wawili wanaotofautiana, japo wanakuwa katika kundi moja. Kwa hiyo wewe unashauri nini watu ambao wanafanya makosa ya kuwatenganisha na familia zao? Wazazi wenyewe wawe makini na watoto wao, na hata vijana wengine ambao wanafata tabia za rafiki zao wawe makini. Hatukatazi kuwa na rafiki, lakini uwe makini na wewe mwenyewe, ujue future yako ni nini. Unajua wengi wanaharibu ndoto kulingana na makundi, wanaharibu sana ndoto. Mtu akishakuwa tomboy, akishakuwa shoga, akishakuwa tomboy, atafuata zile tabia mbaya zingine. Unakuta wengine wanavuta bangi, basi wengine wanaanza kusagana. Haya, ushakuwa shoga, yaani ndio hivyo hivyo, tabia zinakuwa ni mbaya, wanaharibu ndoto. Mimi ninachokiomba, elimu itoke kwa wao wanaojifanya, lakini kwa wale wanaozaliwa, elimu pia itoke, watu wajue kama huyu ana tatizo toka alivyozaliwa mdogo, na sio tatizo la kujitakia yeye mwenyewe. Okay, mtazamaji wa MJTV, mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Leo tulikuwa mitaa Ilala Bongoni hapa, tumekutana na dada hapa, ametuelezea kwa kina kabisa. Tukutane muda mwingine na wakati kama huu, usisahau kucomment, kushare na kusubscribe. Asanteni.